Ni wasaa mwingine ambao tunapenda kutafakari neno la Mungu kuhusiana na somo la lesoni ya wiki hii. Lesoni ya wiki hii inazungumza habari za kitabu cha Wakorinto, na mwanzoni tu tunaanza safari za Mtume Paulo kupeleka habari njema kule Korinto. Lakini katika somo la kwanza robo hii ya tatu ambalo linaelezea habari ya Korinto, tutaangalia vitu vichache kuanzia siku ile ya Jumapili, Jumamosi, sehemu ile ya utangulizi, lakini pia kuna siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne na leo siku ya Jumatano. Haya tutachukua machache kwa ajili ya kuona namna gani tunaweza kusafiri ndani ya somo hili la Wakorinto wa kwanza na Wakorinto wa pili. Ni somo ambalo hasa linaelezea habari za Paulo katika kupeleka habari njema kule Korinto, lakini pia ni somo ambalo tutagundua ya kwamba kuna changamoto ambazo alizipitia, lakini pia baada ya changamoto hizo, wakati anapeleka Injili, nini alipaswa kukifanya? Lakini Mungu aliingiliaje kati baada ya yeye kuanza kudhamiria kutafuta njia mbadala kutoka kwenye majukumu ambayo Mungu tayari alikuwa ameshampa. Kwa hiyo haya tutachunguza kidogo katika somo hili la kwanza. Somo letu la kwanza kutoka kitabu kile cha Wakorinto, anasema huduma ya Paulo huko Korinto. Kitabu cha Matendo sura ya 18 fungu la 9 na fungu la 10, neno la Bwana linasema Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukuzuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Mungu anamtokea Paulo na anamwambia Paulo ya kwamba usiogope. Kwa nini? Ni kauli ambayo Mungu baada ya kuona moyo wa Paulo. Hebu tuombe tunapoingia sasa kwa kina kutafakari haya machache na kuona nini tunachopaswa kukifanya. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunaalika uwepo wako, tunaalika uwepo wa Roho Mtakatifu aweze kutusaidia na kuelewa, lakini pia aweze kugusa maisha yangu na aweze kugusa maisha ya msikilizaji na mtazamaji, ili kwamba sisi nasi tuweze kubadilika, lakini pia tuone wajibu wetu uliotukabidhi na kutafakari kwamba huu wajibu uliotupa, tunautekeleza ama tumeutelekeza? Hivyo kwa namna moja ama nyingine, amsha nia zetu. Kama tumeutelekeza, amsha nia zetu ili kwamba tuweze kuamka na tuweze kubeba majukumu uliotukabidhi kwa ajili ya kazi ya utume. Mkono wako pamoja nasi kwa jina la Yesu, amen. Kwa tunamuona Mungu akimtia moyo Paulo. Na kwa nini Paulo anamtia moyo? Tusome maelezo kwa ufupi. Anasema misionari mashuhuri wa Kiingereza William Carey aliwahi kusema kwamba alishona viatu ili kulipia gharama zake, lakini kazi yake halisi ilikuwa ni kuongoa roho. Ninaomba uyatafakari maneno haya au yachukue haya maneno kwa sababu kuna kitu cha msingi sana kwenye hiyo sehemu. Lakini pia naendelea kusema vivyo hivyo Paulo alifanya kazi ya kutengeneza mahema ili kujipatia riziki. Paulo naye alitengeneza mahema ili kujipatia riziki. Alishike hilo nalo. Lakini pia sema, lakini kazi yake halisi bila shaka ilikuwa ni kuwaleta watu kwa Kristo.
Huyu Mwingereza Carey, yeye alikuwa anashona viatu, na anaposhona viatu lengo lake si tu kwamba abaki kwenye kushona viatu. Ajenda yake na kazi yake halisi ilikuwa ni kuongoa roho. Paulo naye alikuwa anasuka mahema na anayauza mahema na anapata pesa, lakini kazi yake halisi ilikuwa ni kuwavuta watu kuwaleta kwa Kristo. Sasa tunapozungumzia habari ya huduma za Paulo Korinto, tunazungumza nini? Tunaweza kuzungumza hapa, tunaona ya kwamba kumbe Mungu anapomtuma Paulo kwenda Korinto, na Korinto ukiwa ni mji wenye maarufu, Korinto ukiwa ni mji ambao una mambo mengi, watu wengi, lakini pia ni mji ambao ulikuwa na biashara za aina mbalimbali, lakini pia ni mji ambao ulikuwa ni maarufu. Kwa hiyo kulikuwa na watu wanakutana pale, wanatoka sehemu mbalimbali na wanakuwepo pale kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hiyo Paulo naye aliona ni fursa hiyo ya kutengeneza mahema na hatimaye kuyauza katika eneo la Korinto, lakini hitaji lake kuu ilikuwa ni kupeleka neno la Mungu. Hitaji lake kuu ilikuwa ni kuwavuta Wakorinto wakutane na Kristo. Sasa swali ambalo unalopaswa kujiuliza, Mungu amekuita, Mungu ameniita nikakae eneo fulani, nikakae mji fulani, lakini je, hapo Mungu ametoa fursa? Huenda umeajiriwa, huenda wewe ni mkulima, huenda wewe ni mfanyabiashara. Hizo ni fursa ambazo Mungu ameziruhusu wewe uweze kuziona, na hatimaye amekutuma uende huko. Lakini angalia, dhamira yako, kazi yako halisi ni ipi? Kama huyu Carey alikuwa na kazi yake halisi ya kuongoa roho, lakini alikuwa anashona viatu, na anaposhona viatu anapata riziki. Unajua, somo hili wakati ninalitafakari linanigusa, kwa sababu pia kazi ya ufundi viatu na mimi pia ninaifanya, lakini pia nina kazi zingine pia, lakini ninawaza na kutafakari ya kwamba hivi kweli ninapofanya hivi kweli hao watu ninaokutana nao, hao watu ambao ninaenda kuwasha viatu, lakini pia wao wananipa pesa na ninapata riziki, je, nina wasaa wa kuwafanya wao wakutane na Kristo, ama nimetelekeza kazi ya Kristo? Wewe ambaye umekuja, labda pengine umekuja Mpanda, huko Mwanda, huko Dar es Salaam, huko sehemu mbalimbali yoyote ambayo Mungu amekupeleka, huenda umeajiriwa, swali unalopaswa kujiuliza ni hili ya kwamba je, ni kweli unafanya kazi na hatimaye unapata riziki, lakini je, watu hao ambao unawafanyia kazi, je, wanakutana na Yesu kupitia maisha yako? Je, unawavuta kwa Kristo? Kwa hiyo somo la kwanza, logo ya tatu, inayozungumzia habari za Paulo kwenda Korinto, jambo la msingi ni nini? Jambo la msingi la kuelewa ni kwamba Mungu anatutuma kazini kwake. Mungu anapokutuma kazini kwake, anakupa fursa ya mambo, fursa za biashara, fursa za kuajiriwa, fursa za ujasiriamali, lakini pamoja na hayo kuna kazi ya msingi ambayo Mungu anataka uifanye, na hili linataka